Alafu kuna hii mwaliko wa Kalonzo ODM. Najua Kalonzo pia amekaa nyuma ya watu mpaka pengine anaona sasa hii kukaa nyuma imezidi. Na hapo nyuma mimi nilisema kwamba Kalonzo kwenda Central, kusapotiwa na Central ni kama ndoto ya mchana, kwa sababu hakuna kivyo vyote Gachagua anaweza kuwa deputy rais alafu kesho mtu ambie ati sasa Gachagua ako nyuma ya Kalonzo. Na ile nguvu yenye Gachagua ako nayo kwa saa hii na ile nguvu Kalonzo ako nayo saa hii, Kalonzo akitaka kusurvive kisiasa, unajua up to now Azimio bado hawana, as at now Azimio hawana flag bearer. So achukue hiyo opportunity ya ODM, Kalonzo akuje hii anniversary. Na Kalonzo kama kuna mahali walipishana na Raila, waombane msamaha, na Kalonzo huenda akasapotiwa na hii. Unajua hii ODM, mimi najua watu wanasema yuko kwa serikali, na ODM haiko kwa serikali. Kuna mtu fulani tu yuko kwa serikali, lakini amebandika picha ya watu hapa mbele. Ndio maana unaona ODM wanaongea lugha mbili, na kwa almost 1 year hakuna mtu amefutwa kwa chama. Si nani alileta shida kidogo tu, huu Ababu na Mwamba aliona maajabu. Sasa Sifuna ni nani? Analipwa na chama, chama ndiye imemweka kwa Senate, chama ndiye imemfanyia, na Raila ndiye amemtoa. Alafu leo anapinga Raila, alafu mnatuambia ati Sifuna anaongea kitu yenye natoka kwa akili yake. Sifuna ana power hiyo. Angekuwa anaongea akili yake sasa angekuwa yuko mtu wa kawaida, ama alikuwa pale, angekuwa pale. So mimi nasema hivi, United Opposition, Kalonzo atoke pale, na kama atakaa pale this time tena atapelekwa kule, atakuwa nyuma ya mtu, na mimi itakuwa tena aibu sana. Unajua Kalonzo, mimi huwa nasikia, sababu mimi aliingia kwa serikali kama sijazaliwa. Nasikia Kalonzo amekaa kwa serikali more than 35 years. Na Gachagua ameenda 1 term ubunge, alafu akaja deputy wa rais. Na sasa Gachagua ako na nguvu kuliko Kalonzo. So Kalonzo kuna kitu anakosa politically. Kalonzo ni lawyer. Awachane na hii maneno ya hii nini kuzunguka ati Central ati wanaitana cousins. My friend, wale wajui mambo ya cousins, wakiona pesa hata kama wewe ni nani. Na hii urais mtu anasema kuna watu milioni 8 alafu wewe kuna milioni 4 alafu akae nyuma yako. Na hakuna, unajua watu wanasema ati Gachagua hawezi simama. Hakuna kitu inazoea Gachagua kusimama because all cases are still active. Na hii Kenya kuna sheria inasema not guilty until proven sije what. So Gachagua atasimama na DCP, atawania urais. Na kama Kalonzo is still willing kukaa nyuma ya watu, ambaye pale kuna wanaume kama 3. Kuna Natembea, kuna Matiang'i, na kuna mtu hapa ambaye huenda ile kitu alifanyiwa huku Azimio atafanyiwa kule pia. So it's high time Kalonzo achukue hiyo opportunity ya ODM yenye kuna watu nasikia wanasema ati Kalonzo akija hapa Mombasa wataenda DCP. My friend, amjui hiyo DCP maana yake ni nini? So Kalonzo akuje hapa aongee na Raila. Raila mimi najua hata simama, na akisimama opportunity hiyo hakuna. Huyu Kalonzo ndiye anaweza inua tena Azimio. Hiyo ndio maoni yangu. Kidogo funga hiyo. Nilikuwa nasema namna hii, nafikiri tunaendelea vizuri sana. Nataka kukumbusha wale ambao wanaingia sasa hivi, mjadala vile iko. Boss kwa tamalizia then tutaongea katika wale ambao wanawasili sasa hivi. Mjadala wa kwanza ni kuhusu mambo ya Sifuna. Anaonekana mara kwa kama wanamkemea watu ODM, tena ni kama wako na yeye. Sasa watu wanajiuliza maswali, ile kinaendelea katika ODM ni kama vile mchezo ndani ya mchezo, ama ni ndoto ndani ya ndoto. Hasa ni nini kiko pale kinachoendelea? Sifuna amewekwa pale kidogo kutekerenya, ni kama kuuma na kupuliza. Yaani anauma serikali alafu wengine wanapuliza tena. Nini kinaendelea pale?
Mjadala wa pili ni kuhusu mambo ya State House. Mlimani wanaenda 5-5 kule State House. Je, hiyo 5-5 kila county nafikiri wamechukua 5-5 wanaenda kule State House. Je, hiyo strategy itafanya kweli watu wa mlima utarudi kule katika serikali, ama hiyo strategy itakuwa nafu? Nini kinachoendelea kule? Ya tatu ni hii mkutano wa ODM ambao unaokuja, Kalonzo anaalikwa. Na je, kule Kalonzo kualikwa ndio Kalonzo anavutwa polepole ama ndio namna gani? Mjadala ni kama hiyo. Tukimalizia na Bosco, wale wengine mnaweza inua mkono alafu mtakuwa mnaenda na oda kama hiyo. Kwanza ni Osoro alafu tutamalizia na Bosco, then wale wengine mtaendelea vile mtakuwa mnainua mikono. Si sawa sawa? Umepeana tena kwa mwingine? Mtajipanga namna hiyo. Nafikiri wacha ni hand over kwa chairman kidogo niweze kupata kopo la maji. Osoro, sinafikiri mpangilio umesikia. Nani Osoro? Karibu. Okay, asante sana Speaker kwa kunipa nafasi niweze na mimi kuchangia. Kwanza kabisa ni kwamba mambo ya Sifuna kuongea. Sifuna kwanza wakati anaongea aongei kwa chama. Wakati anaongea mambo ya chama huwa anayaongea mambo ya chama. So kivyangu mimi naangalia Sifuna anaongea kivyake kama personally wakati anafanya kampeni zake, kwa maana wako Kenya moja. Kwanza mimi nikiangalia wao wako muungano wao. Kwa hivyo Sifuna wana plani ndoto yao either ya 2027 ama 2032. Hiyo ndio safari wameanza saa hii, kwa maana wao wako Kenya kwanza. Wameanza mambo yao. Kenya moja. Ile ambao Sifuna akiwa anazungumza, tunamwangalia Sifuna, wameangalia vijana wamehangaika katika Kenya, vijana hawana kazi, vijana wamesoma, vijana wamehangaika huko na pale. Sasa wameangalia ili kufutia vijana na wawe na bargaining power, ni kwamba lazima wawe wako na Kenya moja ili wafutie vijana na wao wawe na bargaining power wakati watu watakaa kwa meza kuongea kwa mazungumzo ya kwamba wanataka kujoin coalition. Pili, tukiangalia mambo ya Kalonzo kualikwa Mombasa kwa anniversary ODM. Kalonzo wakati tunaangalia formation ya ODM, Kalonzo alikuwa mmoja wao. Lakini attend kwa maana Kalonzo walikuwa amewanyika katika ile ODM wakati inawanyika Kalonzo alichukua ODM Kenya. Lakini mwaliko wake akija, kwa sababu inasemekana Kalonzo anatarajiwa kufutwa. Kuna ile inasemekana eti yako karibu kufutwa. Akiattend hiyo meeting ama hiyo mkutano, ni kama yeye anakubali, kwa maana broad based pia itakuwa hapo. Hiyo inamaanisha atakuwa anakubaliana na yale makubaliano ya Raila ya 2027. Raila akimwambia je aunga serikali, pia ataunga serikali kwa sababu tayari anafuatilia ile mkondo wa Raila. Kwa hivyo mimi ningeomba Kalonzo kama anataka kusimama 2027 na kama anataka kula sawa wananchi wa Kenya, ni ajipange kama Wiper, asimame kama Wiper. Kama anaweka anniversary yake, pia na yeye aweka anniversary yake, alike Raila, aone kama Raila atakuja. Hiyo ndio sasa atajua Raila hata attend hiyo meeting ama hatakuja. Je, yeye ni nani ana attend anniversary ya ODM? So mimi nasema hivi, ya mwisho ni kwamba Kalonzo yeye asimame kama flag bearer ambaye tunatarajia asimame, ili ikifika 2027 hawe ako sawa. Mwisho kabisa ni kwamba siasa ya Kenya inaanza na lazima usimame kitete. Gachagua amepigana kwa tangu afukuzwe. Kwa hivyo ukiwa unataka kusimama, lazima upigane na mawimbi, lazima ujionyeshe unasimama, ili ikifika 2027 huo uko tayari. Kalonzo hawezi akaongojea Gachagua amtengenezee ground. Ni yeye mwenyewe atengeneze ground ndio aonekane anataka hiyo kiti. Asanteni sana.
Basta iko sawa hiyo. Mr. Speaker, asante sana Mr. Speaker. Mimi kwa majina naitwa John Bosco. Mimi nasema hivi, kwa upande wa Sifuna kile uanga naongea uanga ni cha kweli. Sifuna ni mtu anaona mbali, ashaangalia akaona hii serikali ya William Ruto ni serikali ambayo haina network. Tusidanganyane. That's why Sifuna akianza kuongea mnaona kama ako kando. Niliwaambia Raila kuna mahali alificha koti yake. Kuna mahali Raila alificha koti yake. Hajawahi chukua kitambo ende yuna arudi, hajawahi chukua ile koti akafaa. Ile siku atavaa hiyo koti vizuri, ndio mtajua Raila si Raila. Raila ndio mtamjua mzuri. Apinduka hivi kidogo na angalia Kalonzo pale. Sasa itakuwa imeisha Kenya hii. Hamna tafuta siasa tena. Sasa wacha nikuja kwa upande wa ODM. ODM ni sawa, waje wakuja hapa kwetu Mombasa. Alafu waendeleze mambo yao. Alafu kama wanaalika Kalonzo na wauliza vizuri, hatukatai. Nyinyi mnaalika Kalonzo. Nyinyi hamjui Kalonzo ako na chama kinaitwa Wiper ama namna gani? Kalonzo ako na chama kinaitwa Wiper. Kalonzo si wa ODM. Kalonzo chama chake kinaitwa Wiper. Na mkimwalika je, si mlikuwa naye pale Hadija? Mnamkamuinulia nyundo ama namna gani? Mlivyomuinulia, sasa mnamwalika wa nini? Kama mshamuinulia nyundo, si ni sawa? Mlimuinulia nyundo, Kalonzo akaenda, tukasema haleluya, na Kalonzo amejipanga. Mahali Kalonzo amesioka huko. Nisikiza kwa makini. Hii Kenya na kuangalia wewe. Hawa wananchi hawa wanakumesea mate usiku na mchana. Usidanganywe na mambo ndogo ndogo. Kalonzo tulia hivyo livyo. Hadi wakibabaika kama walianza kukumesea mate kitambo bwana. Walianza kitambo. Mara Ruto anakutaka, mara sasa hivi wameanza kukutaka na mlango wa nyuma. Angalia kwa mbali Kalonzo. Hao watu wanakumesea mate na hakuna kitu watakupea. Simama na mwananchi. Hizi kura ni zako hizi. Jenzi wanakumesea mate. Wazee wako nyuma yako. Wamama wanalia na wewe. Vijana wote wanaangalia Kalonzo. Leo hii nimeona kwa mitandao wamama wakisema watatoa nguo waende uchi mpaka State House. Sababu gani? Ruto anavaa miwani ya 100,000 na watoto shule wanatumwa nyumbani. Hiyo ni kitu ambacho kina make sense kweli? Tusidanganyane bwana. Kalonzo kangangari. Sisi tuko nyuma yako. Tukiangalia upande wa Ruto, ati watu anaita watu sijui Mount Kenya watu 5,000 anawapea. Wana Kenya wacheni niwaambieni. Kwanza leo namtega masikio. Siku yoyote siku yoyote si president, si governor, si nani akikupea 500. Kaa ukijua hiyo ni miaka 5 bila maendeleo, bila kudanganyana. Hiyo ni miaka ngapi? 5 bila maendeleo. Wewe kula 500 malize na wewe ngoje miaka 5 bila maendeleo. Kwa hivyo ukipewa pesa wewe kula ushibe. Asubuhi amka akapiga kula mahali unaona panafaa na panaweza jali mtoto wako. Ya pili, Ruto alituambia yeye ndiye daktari wa kwanza kuchaguliwa hapa Kenya. Na ndiye daktari mzuri. Badala ya kushinda ukiita watu State House, uwapee pesa. Si waite wa profesa huko State House basi. Wakusaidie pili utaongoza nchi kwa njia masomo, kwa njia madaktari, sababu hao watu washauri wako wamefeli kama wewe. Wamefeli. Washauri wako wamefeli. Wewe uiti maprofesa na ile watu wa kuwapea pesa na wewe ni daktari. Mbona usiite maprofesa hapo State House? Tuone ukiita maprofesa, madaktari, maprofesa, yani maprofesa ambao wanaweza kukupa mawaidha ya kuongoza nchi. Hii mambo ya Ruto kutuambia ati
anaitwa iyaishe. Mwananchi ukienda State House, wewe kula ushibe, kura pikia Kalonzo, Stephen Kalonzo Musyoka atawanyoshia inji. Asanteni sana. Asante. Nafikiri ile awamu ya kwanza ambayo ilikuwa na vice chair hapa kama speaker imeweza kukamilika, si ndio? Ilikuwa kianza na kina Kijoko Kajwang, nafikiri wameongeongea, so kina Joni hapa, so nafikiri tunaenda awamu nyingine ambao wanamuona Gen Z. Gen Z akitoka nipate, nataka mikono sababu tuone wale ambao wako kwa line ya kuchangia. Gen Z akitoka nimpate ule ndugu yangu kutoka pale Yata ama si Yata Makueni, akitoka tupate ni nani tena, tupate Mheshimiwa Mlei. Akitoka Mheshimiwa Mlei tupate nani, kama hakuna mtu wacha tu kwanza watatu kwanza, alafu kwanza Mheshimiwa Gen Z. Mada ni kuwa, nafikiri mada ni tatu, zilikuwa tatu ndio. Mada imeletwa kwamba tumeona rais amekuwa akiita misururo ya wananchi kule State House, ndio. Ya mwisho tuliona ni walimu walikuwa pale, walimu 10,000 na kawaidi mambo mengi pale. So na tumeona kuna wengine wameenda hizo za nyuma. So point ni kwamba rais hii ambaye anafanya kule State House, amepungua State House iko wazi sasa hivi. Nitamsaidia katika 2027 ni siasa yake. Nafikiri ndio hiyo. Ndio. Asante. Na mara nyingine ni ya Sifuna. Sifuna tumemwona kuna akiwa Jomvu kule alitofautishana na wale viongozi ambao walikuwa nao kina Wanga, kina Gavana Joe, kina nani. Na tukaona anasema yeye Ruto hajui mambo yake. Yaani ni kama yeye bado yuwapinga tu. Lakini kaona baadhi wale ambao walikuwa pale wakamwambia sisi tuko kwa broadcast. So huyu Sifuna wewe utamuelewa vipi? Kama baba amesimama mara mbili ama unaweza sema nini? Alafu na kuna anniversary ambayo itakuwa Mombasa hapa. Imealika tarehe 20. Kajwang amesema amealika watu wote, si ndio? Ambayo kina Kalonzo Musyoka kutoka 205 wale ambao walisimama na ODM kutoka ile 205, Kalonzo Musyoka kina William Ruto nafikiri watakuwa hapo. So wewe nafikiri kuna mheshimiwa ameleta kuhusu Kalonzo Musyoka, si ndio? Wewe unaona Kalonzo Musyoka anaweza attend hiyo ama unaweza ongelea nini kuhusu anniversary? Kuhusu sababu Kalonzo ni mmoja wao amealikwa hiyo anniversary. So nafikiri hizo ndio mada. Na nimesahau nyingine kweli? Ziko sawa? Ni hizo tatu, si ndio? Na ile Gachagua ikupita. Na mambo ya mlima tumechanganya hapo katika hiyo ya William Ruto ya kuita watu State House. Na Gachagua juzi akiwa kule mlimani amesema kwamba yeye ndiye ana akili timamu na yeye ndiye yuko sawa, anaweza ngoa William Ruto. Na tukaona Malala naye akamsupport ya kwamba kama kuna mtu ana akili timamu na ni mtu ambaye anaweza toa William Ruto kwa serikali ni Gachagua. So wewe kama Mkenya nafikiri utaunganisha na ile ya rais kuita watu State House na hiyo ya Gachagua. Zote hizo ni mada ambazo zimepeanwa. So Gen Z karibu sana. Mheshimiwa Speaker, asante sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, the politics of hatred, marginalizations and the lack of the nationalism as the nice Kenyans an opportunity to see the better Kenya that we want, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, the use of William Ruto calling people from different regions to the State House, Mheshimiwa Speaker, I think that thing, first of all, we could acknowledge it 100%. For a country to move forward, Mheshimiwa Speaker, you must be the president who is faster to bring the stability, unity for the nation, Mheshimiwa Speaker. Hatuwezi enda mbele kama hinji kama hakuna peace and stability of the country, Mheshimiwa Speaker. Lazima tukubaliane ya kwamba it is only the President William Ruto that has broken the barrier that has been there. That State House belong to the few. Regardless of your party, regardless of your tribe. Leo hii State House iko wazi. Wewe enda useme shida zako pale, rais asikie. That is how we build the nation, Mheshimiwa Speaker. This time round, the time for politics has not reached, Mheshimiwa Speaker. I think even the president is very clear about it. Saizi anasanya maoni za Wakenya, anajua shida ziko wapi. That's why unaona kila mtu anaalikwa State House.
Na hapo nyuma ulikuwa unaona status ilikuwa kwa watu wa binafsi, Mheshimiwa Speaker. And you see the force that has been pushing President William Ruto and the people who are seeking one term, Mheshimiwa Speaker. Even they have gone, Mheshimiwa Speaker, but President William Ruto is still recognizing them. So we cannot hate the President William Ruto, Mheshimiwa Speaker. And Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Speaker, asante sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, in a scale of 10, today I would have given President William Ruto 8. Mheshimiwa Speaker, in a scale of 10 I would have given President William. Mbona nasema hivyo Mheshimiwa Speaker? Mheshimiwa Speaker, hii hinji hatuwezi ongoza kama sisi tumegawanyika kwa msingi wa kisiasa. Ndio maana unaona leo hii Ruto amejaribu akaleta Wakenya pamoja. That is the way the focus, that is where we start it. Hinji haiwezi songa mbele kama sisi Wakenya hatujaungana. No matter what, hizi zote tunaongea hapa zitakuja pamoja, all will rectify, Mheshimiwa Speaker. And saizi, you know, politicians are very clever. They knew there are people who are psychopaths like John Mukari hapa. Hawaelewi chochote. They understand nothing. That's when they understand propaganda. They will come with any propaganda for those for them to get them. But if you look what President William Ruto is doing, Mheshimiwa Speaker, is 100% good, Mheshimiwa Speaker. The issue of Edwin Sifuna, Mheshimiwa Speaker, I think kama kuna ile muungano Raila wameingia sawa sawa ni hii yake na Ruto. Ukiona language ya Sifuna usione tu, kuna mambo mbili pale. Maybe Sifuna pia nakumbuka kwa sababu Sifuna is also an upcoming politician. Yeye pia ako na mawazo yake kama mwanasiasa. Lakini mimi kwa akili yangu naona hiyo mambo iko sawa. Hatukaenda kwa serikali ya William Ruto hivi venye tuliingia kwa serikali ya Uhuru, venye tuliingia kwa serikali ya Kibaki ama na Moi. That is how these things are going to be done, because wengine wakisukuma huku wengine wako huku. Ndio maana unaona leo mambo za abduction has been reduced, mambo za compensation of the post-election and police brutality victims imeanza kufanyika. So akili ya Sifuna usione tu ni akili yake peke yake. Mimi kwangu kama mwanasiasa naona hii akili iko sawa. That is how to deal with the President William Ruto, Mheshimiwa Speaker. And kwa ODM, I think ODM tuko na 3 factors. Number 1 is loyalty, fidelity and faithfulness. Kama Sifuna, wale ambao wanadhani ati Sifuna atatoka ODM, Mheshimiwa Speaker, you cannot burn a house while still living inside it, Mheshimiwa Speaker. And that is why you see wakina Babu Owino wanaongea lakini hawajatoka. They wangefanya kitu very simple, honorable things. You just resign. IBC saizi iko kwa place, go ahead and call itisa kura na chama yao unatoka. Lakini leo bado unaona wanaongea katika ODM. Kwa wale ambao wanakumbuka ati ODM itasambaratika, bana ODM is there to stay. That is not a party that you can joke it around with.